Ibada sio kule kwenye milima. Anasema saa yaja waabudu halisi watamwabudu Baba. Nafundisha maana halisi ya kuabudu. Amina. Hii ni somo nimeanza nalo, nadhani linaenda mwezi, bado wiki moja kumaliza mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaingia kwenye kanuni za kuabudu. Mambo muhimu yatakayokufanya ibada yako iwe nzuri na imtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu aipokee kama ibada halali. Tusije tukawa kama mama Msamaria, tunafanya ibada kumbe kwa Mungu haiendi. Ndio kilichonipelekea kufundisha mambo haya kabla ya sikukuu ya Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe. Ili tutakapokuwa kwenye Pentekoste tujue nini tunachokifanya. Ibada sio kuabudu, sio kikundi cha praise. Kuabudu sio kikundi cha kwaya. Kuabudu sio hapa kanisani tu, wala kuabudu sio kule mlimani, wala kuabudu sio yale maombi ya kufunga na kuomba, wala kuabudu sio mkesha. Kuabudu ni kujitoa kwa Mungu. Kuabudu ni kuacha kila kitu unachokipenda kwa ajili ya Bwana. Kuabudu ni kuua mambo yako. Kwa hiyo kuabudu sio siku ya Jumamosi, wala siku ya Jumapili, wala siku ya Jumatano, wala siku ya Ijumaa. Ibada ni sehemu ya maisha yako. Mungu anawatafuta watu watakaoabudu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Nao hawataabudu kwa sababu wamefika kanisani. Nao wataabudu katika roho. Na ibada yao Mungu atakaa anaisikiliza. Na ibada yao Mungu atakaa anaitafuta. Na ibada yao Mungu atakaa anakuna kichwa. Ni nani anayeabudu muda huu saa 6? Ni nani anayeabudu muda huu saa 7? Ni nani anayeabudu muda huu saa 11? Nani anayeabudu saa 2 muda wa kuosha vyombo? Nani anayeabudu? Bwana Yesu asifiwe. Nani anayeabudu muda huu saa 7 ameacha kula? Nani anaabudu muda huu saa 7? Saa yaja waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho. Hawataabudu masaa, wala hawataabudu vikundi, wala hawataabudu mahala fulani. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yao yatakuwa ni ibada, tembea yao itakuwa ni ibada, mavazi yao yatakuwa ni ibada, familia zao zitakuwa ni ibada. Hawataabudu kwenye ule mlima wa Ibrahimu, wala hawataabudu hapa Yerusalemu. Maisha yao totally yatakuwa ni ibada. Hao ndo Mungu anawatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Hawataabudu mazingira. Hawataabudu kwa sababu wameona mtumishi ana upako. Saa inakuja kuabudu halisi watamwabudu Baba katika roho. Hawataangalia kanisa kubwa, watamwabudu Baba katika roho. Hata wakiwa peke yao hawatafuta, hata sasa na watafuta. Ambao hawaabudu makanisa makubwa, ambao hawaabudu vyombo vya muziki, ambao hawaabudu mitume na manabii, ambao wanaabudu Kristo Yesu, Mungu aliye juu, mtakatifu sana. Hao watu bado Baba anawatafuta. Na huu wakati umewadia wa sisi kufanya ibada ya kweli kwa jina la Yesu. Amina. Wakati umewadia. Sio kufanya ibada kwa sababu mtumishi sijui ana kitambi hapa. Sasa inakuja.